nashangazwa sana na haya mambo yanayotokea hapa nchini kwetu Tanzania. Unajua ni mambo makubwa sana ambayo yanaendelea hapa Tanzania, lakini mengine yamejificha ambayo hayawezi kuonekana kwa macho na wanadamu tumeyanyamazia. Mimi ninavyojua kwamba wakati wa uchaguzi kama huu ukifika, basi maaskofu, wachungaji na manabii wale wa kweli wanakwenda kupiga magoti ili kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu. Na wengine wana uwezo wa kujiweka wakifu kwa ajili ya kuliombea hili jambo ili liweze kufanikisha kwa makini. Lakini sasa hivi mtazama kwa macho yako. Tena uangalie kwa macho yako mawili. Hata kwa masikio yako pia unaweza kuyaweka lahani ili uweze kusikiza vitu ambavyo vinavyoendelea. Sasa hivi wachungaji hawasikiki, wainjilisti pia hawasikiki, na manabii pia hawasikiki kabisa. Ni kwa sababu wamefichwa ili mradi usizungumze ile kweli ya kwamba ni mtu gani aliyoteuliwa ili kuja kuongoza nchi yetu. Mpaka inafikia sehemu fulani wachungaji wananyamaza, manabii wananyamaza, na bila kujua kwamba wanamkosea Mwenyezi Mungu. Hivi wanajua kwamba mwisho wao utakuwa ni nini? Ngoja mimi niseme ile kweli. Unajua nyie manabii na nyie wachungaji na nyie maaskofu pamoja na manabii, mtakuja kuipoteza hii Tanzania, na huku mkiangalia kwa macho yenu na kutazama ule wakati ambao Mungu alisema kwamba makanisa yote yatachomwa, nchi haitaishi kwa amani. Sasa dalili zake ndio hizi. Sasa watu wamumuite Bwana, watu wamshikishe Bwana kwa jambo lolote lile. Yaani hadi mpaka jambo la uchaguzi pia hamwezi kumshirikisha, ya kwamba Mungu amchagulie rais ni upi ambaye ataweza kuongoza Tanzania yetu. Mnafikia sehemu fulani mnapenda pesa, mnapenda kuficha ile kweli, mnaogopa kutamka ile kweli. Mnategemea nani atamke kwa ajili ya hili? Mnategemea nani aseme kwa ajili ya hili kuokoa Tanzania yetu? Ila kumbukeni ya kwamba kuna watoto, kuna kina mama, na kuna bibi, na kuna wazee pia. Je, mlifikiria hilo? Au mnapenda sana kuangalia maandamano ya kila siku katika nchi yetu? Kwa nini nchi yetu isiishi katika uweledi mkubwa wa amani? Ni kwa sababu ule upendo wa Mwenyezi Mungu, yale mashirikishano ya Mwenyezi Mungu kuweza kumshirikisha katika mambo mazito kama haya yamekosekana kabisa. Yaani yametoka katika ulimwengu wa uso ya dunia. Ujeni niwaambie nyewe wainjilisti, na nyewe wachungaji, na nyewe maaskofu, mtakuja kusema ile kweli ni kwa nini mliweza kunyamaza bila kumshirikisha Bwana Mungu. Na hii dunia ni ya Yesu peke yake, ni ya Mungu peke yake, ni ya Roho Mtakatifu peke yake. Lakini sasa imekuwa ya wanadamu. Mambo yote yanayoendelea hapa duniani yamekuwa ya kwetu tu sisi. Nchi zinaandamana kwa sababu ya kutokuzungumza kweli nyewe wachungaji. Nchi inakuwa kwenye hali ambayo sio ya kawaida kwa sababu yenyewe wainjilisti. Nyewe wainjilisti nyewe mna siri kubwa, lakini mweza kuificha. Ngoja niwaambie ukweli, mtakuja kulipia kwa hili. Damu ambazo zilizomwagika hapa Tanzania, mtakuja kulipia kwa ajili ya hili. Msizane kwamba jinsi mnapojificha, jinsi mnavyohogopa kutamka ile kweli, basi juana kwamba na Tanzania pia inaangamia kwa ule uongo ambao mnaotengeneza kwa sasa hivi na kuweka katika Tanzania, katika nchi ambayo isiokuwa na amani. Ngoja niseme kwamba Mungu hajanyamaza, Yesu hajanyamaza, malaika hawajanyamaza, bali watatamka. Hiyo siku ndio itakuwa siku ya mwisho. Kudunyia wachungaji, mainjilisti pamoja na maaskofu, mtateketea bila kujua kwamba mmefanya nini, mmekosea. Wachungaji, kwa nini hamsemi ile kweli? Kwa nini amjiweki wakifu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini mjiweki wakifu kwa ajili ya Tanzania? Mtalipia, mtalipia, mtalipia.